Habari na karibu kwenye YouTube channel yangu. Jina langu ni Koda the Creator, and on today's video tunaenda kuzungumzia mbinu 5 ambazo zinaweza zikakuongezea views wengi katika video zako za YouTube ama za platform yoyote ile ya online. So content creation imekuwa ni moja kati ya kazi ambayo inakuwa inawaingizia watu kipato kingi sana. And right now content creation inahitaji ujuzi na akili nyingi sana kuweza kufanikiwa katika industry ya content creation, kwa sababu watu wengi wameisanukia na wameanza kuifanyia kazi. So ni jinsi gani ambavyo unaweza take over the industry of content creation? Kuna vitu vichache ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili uweze kuweza kuingia na kupenya vyema katika swala zima la content creation. Aidha unatengeneza content on Instagram au unatengeneza content on Facebook ama on YouTube. Hizo zote platforms na uwezo wa kuingizia pesa. Cha muhimu tu ni kuhakikisha kama unatengeneza content nzuri ambazo zitawavutia watu na zitafanya engagement na watu wengi watakuwa wanavutiwa kufuatilia katika platform hizo. So kitu cha kwanza kabisa cha muhimu cha kuzingatia katika content creation ili video zako ziweze kwenda viral ni swala zima la kuhakikisha kwamba audio ina quality nzuri. Na katika kutengeneza quality nzuri ya audio, hakikisha unatumia vifaa kama mics. Mics zinasaidia kuweza kutengeneza audio quality iweze kuwa nzuri. Lakini pia kama haujajipata na ndio kwanza unaanza content creation, unaweza pia ukatumia softwares ambazo zinaweza zikafanya sauti ambayo utarekodi kupitia kifaa chako kama ni simu iweze kuwa na quality nzuri. Na software ambayo mimi huwa natumia inaitwa Adobe Podcast, na naenda specific katika kipengele cha enhance audio, ambapo audio inakuwa enhanced na inakuwa inasikika kwa uzuri zaidi kutofauti na unavorekodi na simu na kuipost direct. So unapotengeneza video zako pale, unapo edit, then unakuja unapakia ile video katika Adobe Podcast katika kipengele cha enhance audio, then audio yako inakuwa inasikika vizuri tofauti na ikiwa plain haijafanyiwa moderation. So kitu kingine cha muhimu ambacho kinatakiwa kuzingatiwa katika utengenezaji wa content ya sasa, content za video ili ziweze kwenda viral, ni swala zima la hook. Hook ni zile sekunde chache za mwanzoni za video yako. Unaongea nini katika sekunde za mwanzoni za video yako? Kitu gani ambacho utakiongea kiweze kumvutia mtu ambaye amekutana na video yako for the first time katika mtandao wote ule. Na katika huku, katika mitandao tofauti na tofautiana, huku inaweza ikawa pia ni thumbnail, kwa sababu katika YouTube videos nyingi zinakuwa mtazamaji anakuwa anavutiwa kwanza na interface ya mbele kabisa ambayo ni thumbnail. Kwa hiyo thumbnail yako ikiwa nzuri pia inaweza ikawa ni hook nzuri ya kuweza kuwavutia watu kuweza kuclick video yako. Lakini kwenye platform kama Instagram na Facebook ambapo watu wana scroll na kukutana na reels, hakikisha dakika zako za mwanzoni unazoongea umeweka tukio ambalo litamfanya mtu aweze kuvutiwa kuitazama ile video mwanzo mpaka mwisho. Na kuna watu nimeona wanaweka hook kipande cha video cha katikati, then wanakuja wanakurudisha nyuma kuweza kuanza kuitazama video mwanzo mpaka mwisho. Lengo la kuweka kile kipande cha katikati ni kwa sababu kile ni kipande ambacho kinavutia zaidi. Kwa hiyo wanakiweka mwanzoni, then wanakuja wanakurudisha back kuweza kuianza kuitazama video full ili uweze kufahamu ni kitu gani ambacho walikuwa wanakifanya pale. Lakini the main aim ya kuweza kukiweka kile kipande ni kwa ajili ya kukuvuta wewe uweze kuitazama video mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu unapotazama video mwanzo mpaka mwisho, viewers wako wanapotazama video mwanzo mpaka mwisho wa hiyo video uliyotengeneza au content uliyotengeneza, ndio inaipa sign mtandao husika, algorithm za mtandao husika kwamba hii video inafanya vizuri na inatakiwa kuwa pushed to more people. Kwa cha msingi kabisa za content creator, hakikisha content zako watu wanazitazama mwanzo mpaka mwisho ili ziweze kwenda viral. Na kitu cha tatu ni kuhakikisha kwamba unatumia pia soundtracks. Soundtracks ni muziki ambao inakuwa bind together kwenye editing za videos zetu, lakini pia unaweza kutumia sound effects. Sound effects zinatumika pia katika videos kutokana na vitendo ambavyo tunakuwa tunavifanya kwenye hiyo action au act ambayo unakuwa unaifanya katika video. Na unaweza ukapata hizi soundtracks ambazo ni za bure kabisa kupitia Suno AI, na sound effect unaweza kuzipata pia kwenye Eleven Lab ambapo ni website, na pia unaweza ukazipata katika app ambayo unaenda kueditia video yako kama ni CapCut ama app nyingine zote zinazotumika kuedit video. Kingine ni transition.
na kusplit. Transition ni zile unapomaliza kuongea kunakuwa na mabadiliko, kama vile kuintroduce kipande kingine cha video. Watu wanao edit video wanaelewa maana ya transition. Na kusplit ni kuhakikisha unakata vipande vile vyote ambavyo havihusiki katika video, ambavyo vitaifanya video iwe ndefu zaidi. Kwa unavitoa vile vipande ambavyo havifai kuwepo kwenye video, unaacha vipande vya muhimu pekee ili kuweka video proper and more professional. My name is Kigoda the creator. Thank you so much for watching this video. Hakikisha una like, una comment, una share na kusubscribe hii video. Peace out.